moja ambayo ni ya ukweli na itaenda sawasawa na kile ambacho nataka niweze kukileta mbele yenu, au mahubiri ya siku ya leo. Katika mahubiri ya siku ya leo, haya 1 2. Haya, sasa siku moja tukiwa kule nyumbani kwetu, mahali ambapo nimezaliwa na nikalelewa pale, tukiwa watoto wadogo, tulikuwa tunacheza mipira. Kule shuleni. Yaani mashule yalikuwa yanashindana. Na ilikuwa mkishinda shule moja mnaenda kwa ingine. Sasa kule kwetu kijijini tulikuwa tunasikia town ya Nyeri, na tukapenda sana, kila mmoja alikuwa anapenda sana kwenda Nyeri. Maana tukiwa vijana wadogo tulikuwa hatujaenda, tunasikia tu. Sasa ule mchezo wa mpira ndio ulikuwa utumike ili tuweze kufika Nyeri town. Kwa sababu mkishinda lazima mtaenda Nyeri. Sasa tukafika wakati ambapo tunaenda kupiga mpira wetu, lakini goalkeeper wetu akawa amesahau suruali ile ya kucheza. Sasa akawa anapewa na mtu ambaye alikuwa mnono, kwa sababu goalkeeper wetu alikuwa mwembamba. Sasa kwa sababu alikuwa mwembamba, akapewa suruali ya mtu ambaye ni mnono. Sasa unajua, sasa ikakuwa kubwa kuliko yeye. Sasa ikabidi hakuna ukarabati mwingine utafanya isipokuwa kufuka na kakamba ili iweze kumtoshea. Kwa hivyo tukafuka na kakamba. Ujue pia na yeye anataka kwenda Nyeri. Sasa ikafika wakati ambapo tunaelekea sasa kupigwa bao. Na tukipigwa bao hakuna kwenda. Sasa goalkeeper, wakati jamaa amekuja na mpira, ile kakamba akatoka. Sasa ndiye atakuwa mambo mangapi? Ashike suruali ama ashike mpira? Ndio, yaani sasa nikusema niende Nyeri ama nishike suruali. Sasa jamaa kaona afadhali achague aende Nyeri, suruali yanguke. Sasa katika imani kuna mambo ambayo lazima tuyaepuke, alafu ndio tufike mbinguni. Sasa mahubiri yangu yanasema tutakapopata tabia ya Mungu. Maana jana na juzi ilikuwa ni kutafuta namna ya tabia ya Mungu, na tukaona ya kwamba tabia ya Mungu haiwezi kupatikana kwa mtu ambaye hajaweza kupokea Roho Mtakatifu. Kama ulikuwa unafuatilia makini, basi ilikuwa ni hivyo. Ingawa kulikuwa na mambo mengi huko ndani kwa mahubiri, lakini point ilikuwa ya kwamba haiwezekani kupata tabia ya Mungu bila Roho wa Mungu.
Kwa hivyo sasa leo tunataka tuweze kuangalia wale ambao wameshapata Roho wa Mungu na wakapata tabia ya Mungu. Kuna vitu ambavyo vitaonekana kwao kana kwamba ni watu wa shamba, yaani ni watu ambaye hawakai katika mazingira haya, kwa maana lazima wale ambao ni wakwenda mbinguni wawe tofauti na wale ambao wanabaki hapa duniani, kwa sababu kuna watu ambao wataenda na kuna wale watabaki, na wale wataenda ni wale wa mbinguni, lakini wale ambao hawakupokea Roho wa Mungu hawataenda. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba wa mbinguni, tunakuomba uweze kuwa pamoja nasi katika mahubiri ya leo. Tunaomba mahubiri haya yaweze kuwa na mshiko, yaweze kumpata mtu ambaye amekosa tumaini la kupata safari hii ya kuelekea mbinguni. Tunaomba safari hii ya kwenda mbinguni, Bwana, iweze kukamilika, kila mmoja aweze kufika. Maana maandiko yanasema kuna wale wataenda na kuna wale watabaki. Tujalie sisi tuende zote, maana hatutaki kukaa duniani. Maana watakaobaki duniani ni wakupotea. Wale watakaoenda mbinguni ndio utakaowapa uzima wa milele. Tunaomba tuwe katika watakaopata uzima wa milele, kwa jina la Yesu tumeomba. Amina. Amina. Sasa wapendwa, mada yetu tumeshaelewa ni kitu gani ambacho tutaweza kukizungumzia siku ya leo, na kile ambacho tumeona ni ya kwamba lazima tuweze kuwa tofauti kabisa, na kitabu ambacho kitaweza kutuongoza leo ni kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 14 na mstari wa 15. Inasemaje? Inasema hivi. Inasemaje? Basi mwanadamu wa tabia asili. Sasa hapa tunaona isiwasumbue tafadhali ndugu yangu. Kuna kitu mnataka hapa na hiyo sauti? Kwa nini usimi? Isiwasumbue tafadhali. Kuna chochote kinakusumbua hapo unataka kuchukua? Ni kwa sababu ya hii microphone. Sasa lazima niwe hii microphone hii. Ama utaendelea? Kwa sababu mbili kwa sawa. 1 2. Hai, sawa. Basi sawa. Hai. Iko sawa basi. Hai. Basi imetulia andiko ambalo 1 2. Wacha ikishatulia tu ni hivyo. Iko sawa bwana. Iko sawa hivi. Ukiongea ndio sasa itakuwa. Nataka uongee. Haya. Sawa. 1 2 microphone testing. Iko sawa. Sasa kile ambacho tunaona ni ya kwamba Biblia inasema mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kufanyaje? Hawezi kuyapokea mambo ya Mungu. Endelea. Inasema hivi. Inasemaje? Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Hawezi kupokea mambo ya nini? Ya Mungu, Roho wa Mungu. Hawezi kuyapokea mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi. Basi sasa kuwa makini sana na kufuatilia, maana kuna mambo mawili hapo ya msingi sana. Mwanadamu wa tabia asili hawezi kuyapokea mambo ya Roho wa Mungu kwa sababu kwake ni upuzi. Alafu
wala hawezi kuyafahamu, na hawezi kufahamu. Kwa nini? Kwa kuwa hayatambulikani kwa jinsi ya rohoni. Rudia tena andiko. Inasema kwa sababu haitambulikani ama yatambulikana? Yatambulikana. Sasa kama yatambulikana, hawezi kuyapokea mambo ya rohoni kwa sababu yanatambulikana. Kwa nini? Kwa jinsi ya rohoni. Kwa jinsi ya rohoni. Sasa ndio umeisoma vile inavyokaa, ya kwamba ya rohoni yanatambulikana na rohoni, na ya mwilini yanatambulikana na mwilini. Kwa hivyo kuna mambo mawili lazima uyazingatie. Lazima wale ambao wataenda mbinguni wawe wa tabia ya rohoni. Wale hawataenda mbinguni watakuwa na tabia ya mwilini. Ndio naona ukisoma Wakorintho wa kwanza 15:40. 15:40, kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Inasema hivi. Inasemaje? Tena kuna miili ya mbinguni, kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, na kuna miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali. Kwa hivyo wale ambao wataenda mbinguni watakuwa na miili ya mbinguni, miili ya roho. Lakini wale ambao watabaki tu na miili yao, ile ya kuoza, ile ya kuugua. Lakini wale ambao wanaenda watabadilishwa miili, watapewa miili ya roho, kwa sababu wale ni watu wa rohoni. Ukisoma kitabu kinaitwa Waibrania 1 mstari wake ni wa 13 na 14. Waibrania 1:13 na mstari wake ni wa 14. Soma tusikie. Inasema hivi. Inasemaje? Je, yuko malaika aliyemwambia wakati wowote, uketi mkono wangu wa kuume, ndio hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? Wote si roho watumikao? Kwa hivyo tunaambiwa hawa malaika ambao ni wa mbinguni ni roho wanaotumika, ni roho watumikao. Sasa wakati mmoja Yesu aliulizwa swali habari ya kuoa na kuolewa wakati mtu atakapofika mbinguni. Unajua leo Waislamu wanapoenda msikiti wanaswali mara 5 kwa siku, wanafunga saumu, wanaenda mpaka kwenda Maka kuhiji. Yaani kuna mambo mazito sana ambayo Waislamu wanayafanya kwenye imani wakiwa wanataka kwenda peponi. Wanaita kwa lugha yao. Kwa lugha yao Waislamu wanasema Jana Firdaus. Sasa hii jana Waislamu wanaambiwa kila mwanaume atakuwa na wanawake 72, wanaitwa mahuru laini. Mahuru laini. Mahuru laini wanasema ni wanawake wa peponi. Kila mwanaume mmoja atapata wanawake 72, na hawa wanawake wote watakuwa bikira, na hakuna siku ubikira wao utapotea. Kwa hivyo mawazo ya Waislamu kwa sasa ni kwamba wanapofika huko paradise, huko peponi, wataenda waoe na watakuwa na wake huko. Sasa Yesu alipoulizwa swali kama huko mbinguni watu wataoa, alisema ya kwamba katika kiama ya wafu hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika mbinguni. Na tumeambiwa malaika ni roho watumikao. Kwa hivyo wale ambao wataenda mbinguni watakuwa na miili ya roho. Na tumepata mambo ya Mungu hayawezi kueleweka kwa mtu wa mwilini, bali mtu wa rohoni ndiye anaweza kuelewa, kwa sababu yanatambulikana kwa njia ya roho. Kuwa makini. Yanatambulikana kwa njia ya roho, kwa sababu ni mambo ya roho. Ukisoma Yohana
24 inasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Angalia hayo maneno vile yanaoana. Angalia hayo maneno vile yanayoigiana, ya kwamba wale ambao wanaweza kuyaelewa mambo ya Mungu ni watu wa rohoni, si watu wa mwilini. Malaika ni roho watumikao. Watakaoenda mbinguni hawataenda na miili hii ya duniani, ina maana wataenda na miili ya roho. Malaika ni roho watumkao, Mungu ni roho. Ukisoma Wakorintho wa pili 3 mstari wake ni wa 17, inasema Bwana ndiye roho. Wakati napoongelea Bwana ndiye roho, hapo inamuongelea Yesu. Inasema Bwana ndiye roho, na alipo roho wa Bwana ndio pana utulivu. Pana utulivu. Kwa hivyo wanadamu wamegawanyika sehemu mbili. Na sasa kama wewe umekusanyika hapa kwenye makabi haya na uweze kuingia kwenye kipimo ambaye kinakuja kuingia leo. Unajua ukiwa na ukimwi unapimwa, unapatikana una virusi. Hapo ndipo utaanza kunywa dawa, kwa sababu tayari ushaathirika na ukimwi. Na kuna kipimo ambacho kinapima unaonekana kama una virusi. Kwa hivyo Mungu naye, Biblia ndio kipimo halisi kuwapima watu ambao ni wa rohoni na watu wa mwilini. Na utakapoingia kwenye kipimo kile ukaonekana ya kwamba wewe ni mtu wa mwilini, kabla haujaingia kwenye kaburi lazima ujue ni namna gani utakapohama kuwa mtu wa mwilini uwe mtu wa rohoni. Maana lazima uhame. Hakuna mtu ambaye ni wa mwilini atayajua mambo ya Mungu. Wale watajua mambo ya Mungu ni watu wa rohoni. Mungu ni roho, malaika ni roho, na Yesu ni roho. Si tumetoa maandiko? Maandiko yanasema malaika ni roho watumikao, Mungu ni roho, Bwana ndiye roho. Kwa hivyo wale ambao wana asili, hebu nisaidie kitabu kinaitwa Warumi 7 mstari wa 14. Tunaona ya kwamba Bwana ndiye roho, malaika ni roho, Mungu ni roho. Wale ambao wanaweza kuyafahamu mambo ya Mungu ni watu wa rohoni. Maana watu wa mwilini hawawezi kuyatabua, maana kwao ni upuzi. Soma tusikie. Inasemaje? Kwa maana tunajua ya kuwa ndio Torati asili yake ni ya rohoni. Kumbe hata Torati yenyewe asili yake ni ya rohoni. Subiri. Torati kulingana na muktadha ambao umeandikwa kwenye hicho kitabu cha Warumi 7, anazungumzia sababu ukisoma hiyo Warumi 7:7 utaona anaongelea usitamani. Kama haingesema usitamani, singejua kutamani ni mbaya. Kwa hivyo ina maana ya kwamba Paulo anapoongelea muktadha wa hiyo sura, kile ambacho anaongelea ni 10 commandment. Anaongelea, anasema asili yake ni rohoni. Kwa hivyo amri hizo 10 ndizo zinaitwa mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu. Hakuna hata moja yenye Mungu akipimwa naye atafeli. Hakuna hata moja Mungu akipimwa nayo atafeli, kwa sababu ni tabia yake. Kwa hivyo watu wa rohoni ndio peke yake wanaweza kutimiza amri 10, lakini watu wa mwilini hawawezi, kwao ni upuzi. Sasa mimi ile kitu naomba tufanye ni tuweze kuenda na safari hii na wewe kwa pamoja, ili uweze kutambua uko pande gani. Ukijua ya kwamba uko pande ya mwilini, basi ujue namna ambaye utaweza kufanya
ili uweze kuingia katika nafasi ya rohoni. Nafasi ya rohoni. Tumepata tukaona ya kwamba amri za Mungu ama Torati asili yake ni rohoni. Sasa tusafiri katika Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili 3 mstari wake ni wa 3. Inasema hivi. Inasemaje? Mnadhihirishwa kwamba nini? Umekuwa barua ya Kristo tulioikatibu. Mumedhihirishwa kwamba mumekuwa barua ya Kristo tulioikatibu, iliyoandikwa si kwa wino, ambayo imeandikwa si kwa wino, bali kwa Roho wa Mungu aliye hai. Mumekuwa barua ya Kristo, barua ya Kristo ambaye imeandikwa kwa Roho. Kwa hivyo wale ambao sasa ni wa mbinguni ni barua ambaye barua hiyo yule ambaye anaandika ni Roho Mtakatifu. Lakini barua hiyo katika Agano la Kale ilikuwa imeandikwa kwenye bao mbili za mawe, lakini ikawa imeandikwa kwa wino, kwa kalamu. Lakini barua ya Kristo sasa inaandikwa kwa Roho. Kwa hivyo mambo ya Mungu hakuna mtu ayajuae isipokuwa mtu wa rohoni. Asipokuwa mtu wa rohoni, maneno ya Mungu kwake ni upuzi. Maneno ya Mungu kwake itakuwa ni upuzi. Lakini mtu ambaye ni wa rohoni atayafahamu mambo ya rohoni. Turudi katika Wakorintho wa kwanza 2. Sasa twende mstari wa 15. Wakorintho wa kwanza 2:15. Inasemaje? Inasema hivi. Ndio. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote. Mtu wa rohoni huyatambua yote. Wale yeye hatambuliwi na mtu. Bali yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana? Ndio. Amwelimishe. Sasa kwa hivyo yeye ambaye ni mtu wa rohoni, hakuna mwanadamu hapa duniani anaweza kumuelewa, lakini yeye anaelewa mambo ya rohoni. Sasa tunawezaje kujua mtu ambaye ni wa rohoni? Tunamjua mtu wa rohoni kwa sababu anayatabua mambo ya rohoni. Na wale ambaye ni watu wa rohoni ni wale ambaye wamezaliwa mara ya pili kwa Roho. Hizo nasema katika Mathayo, Yohana 3 mstari wake ni wa 5. Ni swali lilikuwa ameulizwa, lakini anasema usipozaliwa mara ya pili kwa maji na kwa Roho. Kipengele ambaye inazungumzia ni Roho hapo, kuzaliwa kwa Roho. Usipozaliwa kwa Roho huwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Sasa kwa hivyo kuna kuzaliwa mara mbili, mara ya kwanza na mara ya pili. Na sababu ya kuzaliwa mara ya pili ni kwa sababu pia Yesu naye amezaliwa hivyo. Mara ya kwanza akazaliwa na Mungu, na mara ya pili akazaliwa na Mariamu. Mara ya tatu akazaliwa kwa kufufuka. Sasa yale ambaye ningetaka tuangazie ni kuzaliwa na Mariamu na kuzaliwa na Mungu. Kwa sababu pia wewe ukisoma kitabu kinaitwa Waibrania 12:9 inasema ya kwamba tuna baba wa kimwili walioturudi. Kuna baba aliyekuzaa wa kimwili. Lakini mara ya pili lazima uwe na baba wa kiroho. Baba wa kiroho Biblia inasema ya kwamba ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo ina maana lazima watu wazaliwe na Mungu. Hata kama ulizaliwa na baba yako, unazaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu. Roho wa Mungu akikuzaa unakuwa umezaliwa na Mungu. Sasa unaweza kuyatabua
ya Mungu. Lakini kama umezaliwa tu hapa duniani na baba yako na mama yako, ni ngumu sana kuyaelewa mambo ya Mungu, na ni Biblia imesema. Kwa hivyo Yesu alipozaliwa na Mariam, ukisoma kitabu kinaitwa Wagalatia 4 mstari wa 4, inasema wakati ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe aliyezaliwa na mwanamke chini ya sheria, ambaye sheria hiyo ni ile ambaye tumeambiwa ni ya rohoni. Lakini Yesu amezaliwa na mwanamke ambaye ni wa kimwili. Lakini kabla hajazaliwa na huyu mwanamke wa kimwili, andiko linasema Mungu alimtuma. Kwa hivyo ina maana kwa kuzaliwa na mwanamke, hapo sio mahali ambapo ameanza. Ina maana kwanza amezaliwa na Mungu. Kwa kuzaliwa na Mungu, Yesu anakuwa wa rohoni. Nasema Bwana ndiye roho, kwa sababu ametokana na Mungu. Sasa Paulo anapoeleza habari za Yesu sasa, anasema Yesu ni Adamu wa pili kuja duniani, lakini Adamu wa pili hajatoka hapa duniani, ametoka mbinguni. Yohana 3:13, nasoma kwa wakati wako. Kwa hivyo kulingana na Yohana 3:13 ni ya kwamba Adamu wa pili anatoka mbinguni. Na ukisoma Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia 47 kuteremka polepole kwa wakati wako, utapata ya kwamba Adamu wa pili ni roho mwenye kuhuisha. Topiki yetu inaongelea mtu wa rohoni anatabua mambo ya rohoni, lakini mtu wa mwilini hawezi kuyatabua kwa sababu yanajulikana kiroho, si kimwili. Kwa hivyo kuna mambo ambayo ni ya rohoni, ukiwapelekea watu wa mwilini, umewapea mzigo hawawezi kubeba. Lakini wale ambao ni wa rohoni hawawezi kusikia uzito wa mambo ya rohoni, kwa sababu ni watu wa rohoni. Sasa kuwa makini, nishakueleza katika Warumi 8 kuanzia mstari wa kwanza. Ukishapata kile ambacho kiko hapo, ikiwezekana wakati wako utakaopata usome hiyo Warumi 8 yote umalize, lakini mimi sitamaliza. Lakini wewe kwa wakati wako utaisoma umalize. Mimi nitasoma 1, 2, 3, 4, 5 full stop. Lakini ukipata nafasi soma yote ndio uweze kuelewa muktadha wake. Sasa soma mstari wa kwanza. Inasemaje? Inasema hivi. Ndio. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu, juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima, sheria nini? Ya roho ya uzima imeniweka ule ulio katika Kristo Yesu, ndio imeniacha huru, imeniweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Basi kuna sheria ya roho ya uzima na kuna sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya dhambi na mauti, unajua ni gani? Ni mtu yeyote ambaye ako hapa na anasomaga Biblia lakini anashindwa kufanya kile Biblia inasema, wewe huko katika sheria ya dhambi ya mauti, lazima utapata. Unajua tunapokuja hapa tumekuja kutafuta matengenezo, ili tunapokuwa wana matengenezo tuwe wana matengenezo wa kweli. Wana matengenezo wengi wana manukuu na wana aya, lakini hizo nukuu na hizo aya kile zinazokataza hicho wanachokibali. Sasa hiyo inakuwa wewe haujapata sheria ya roho ya uzima, uko na sheria ya dhambi ambayo ni
ya mauti, kwa sababu kile ambacho kinakatazwa wewe unakifanya, hautaweza kuwa na nguvu ya kukishinda, sababu hakuna mtu ana nguvu ya kushinda dhambi. Nguvu ya kushinda dhambi inatoka kwa Mungu, na yoyote ambaye ataenda mbinguni ni yoyote alishinda dhambi. Na dhambi ambayo utaishinda, hautaishinda kwa nguvu yako, kwa sababu ya Mungu yanatambulikana na watu wa roho wa Mungu. Lakini watu ambao wanasoma Biblia kuanzia kitabu cha kwanza mpaka cha mwisho, lakini haujaweza kuepuka kile Biblia imekataza, bali wewe uko katika sheria ya mauti. Unaona Paulo anapita, hebu endelea na andiko hiyo. Inasema hivi. Inasemaje? Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, yale ambayo hayawezekani kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, twende, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe. Sikiliza, sheria ilikuwa dhaifu kwa ajili ya nini? Ya mwili. Tumeona ya kwamba mtu wa asili hawezi kuyapokea mambo ya Mungu. Mwili ni huo uko naye, uko na huo mwili. Nataka nikuambie, kama kuna kitu adui wa Mungu ni huo mwili uko naye. Na huo mwili wako si uko na common sense? Kuna mtu hapa wazimu? Si mliambiwa mkunye makoga na mkakuja? Sababu hamko wazimu? Wazimu, una akili. Sasa mwili wako unaongozwa na akili. Unaona ulikanyaga, ukakanyaga, ukafika hapa. Lakini sheria ya Mungu kwa huo mwili wako ni adui utawahi kuona. Mimi nataka mniambie, kuna mtu amewahi enda kazini akalia hata ameumwa? Kuna mtu alienda kazini akalia, ametoka hapo akisikia uchungu? Sasa nimesikia uchungu sana, ni sitarudi tena huko. Unajua unafanyaje? Katika kuzini kuna kuzini mbili. Kuna kuzini ile ya kahaba kabisa, ambaye anasimama pale anasema ya kwamba mimi ninauza. Kwa pamoja. Na kuna wale ambao wanaenda kununua. Lakini kuna kuzini nyingine ya watu ambao ni wana matengenezo au wanaodai ni Wakristo. Kwa pamoja. Kuna kuzini yao. Sasa hiyo kuzini yao ni tofauti, kwa sababu wao wakienda mahali pa kuzini alafu wapate Biblia iko kwa meza, hiyo kuzini yao itakuwa na mtihani hujawahi kuona, kwa sababu kuna kitu na wasukuma ya kwamba wanakosa, lakini nguvu ya kushinda tuache, hiyo ndio hawana. Lakini kwa moyo wanajua kuzini ni mbaya, lakini uwezo wa kushinda hawana. Hiyo ndio inaitwa sheria ya dhambi ya mauti. Yaani amri unaijua, lakini kuitekeleza ndio kibarua. Naelewana? Kuitekeleza ndio kibarua. Ni kwa sababu gani? Wewe mwili wako uko hai. Mwili wako ukiwa hai hauwezi kushinda dhambi hata upendeje. Kwa maana saa hii Biblia inasema kwamba mwanamke ambaye mavazi ya kujistiri katika ile 2:9 Timotheo wa kwanza, ama haisoma? Si tunaisoma muda kwa muda kabisa. Nasema kwamba wanawake na wajistiri, wavae mavazi ya kujistiri, wawe na adabu nzuri, wasishuke nywele. Sasa hivi unaweza kuona maana matengenezo ambayo wameshuka nywele wako, si ndio? Na usianze kuinama kama umeshuka. Usianze kuinama. Unajua hakuna kitu ambaye tutapitia. Kwa hivyo siete kwamba tuko mbinguni, tuko duniani. Huyo mtu ambaye ameshuka nywele, si kwamba hajui kushuka nywele ni baya. Kile ambaye ako nacho ni nguvu ya kuacha hana. Kwa sababu bado ni mtu wa mwilini. Bado ni mtu wa mwilini. Hawezi kuyapokea mambo ya Mungu kwa sababu kwake ni upuzi.
maana yanatambulikana kwa mambo ya roho. Sasa by the way, hebu sikia nikueleze. Wanafunzi wa Yesu, kwa sababu walitembea na Yesu miaka 3.5, hawakuwa wameelewa namna ya kubadilika katika tabia. Na ndio naona Yesu aliwaambia hivi. Hebu nisaidie Matendo ya Mitume 1:4. Aliwaambia msitoke Yerusalemu mpaka mpate uwezo kutoka kwa Mungu. Msitoke Yerusalemu, kwa sababu mkitoka hivyo hamutaweza kushinda. Sasa kuna kushinda ambaye kuko mbele yetu, na kunatakikana hakuna mwanadamu wa tabia ya asili atashinda. Ni yule ambaye ni wa tabia ya rohoni, kwa sababu mambo ya Mungu ni ya watu wa rohoni. Malaika ni roho, Yesu ni roho, Mungu ni roho, na watakaoenda mbinguni ni roho. Ni roho. Maana hakuna mtu ataenda mbinguni na mwili huu. Utaenda mwili wa roho. Yesu anasema hawaoi katika kiama ya wafu, watakuwa kama malaika wapi? Mbinguni. Mbinguni. Hakuna malaika leo anaweza kuja leo atiaona mwanamke pale, ama yani hakuna chochote utakachomfanya malaika wa Mungu alafu amri ya Mungu moja aikose ama aivunje. Si kwa sababu ya kung'ang'ana, hapana, ni asili yake. Wewe unaweza kuweka kama hizi zile uba zilikuwa zinatukibisha watoto wangu hapa. Unaweza kuweka. Sasa hizo uba kubweka tukiona ajabu. Kwa sababu zinabweka. Ni asili yake. Na sasa hapa mtu akianza kubweka hapo, utashangaa. Kwa sababu si asili yake kubweka. Kwa hivyo kuna wanadamu wa tabia asili na kuna wanadamu ambao ni wa rohoni. Soma tusikie andiko hilo. Anasema hivi. Ndio. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. Aliwaagiza akawaambia msitoke Yerusalemu, bali waigoje ahadi ya Baba. Waigoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Ndio. Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji. Subiri. Kuna ahadi ilikuwa imetolewa ya kwamba lazima waipokee ili watoke Yerusalemu. Ili watoke Yerusalemu. Hiyo ahadi ndio sasa hivi, hiyo ahadi ndio itakayomsaidia mtu wa mwilini awe mtu wa rohoni na aweze kuyajua mambo ya Mungu. Unajua utakikani kusema ni kama Mungu alitunyanyasa bwana. Yaani unafuata amri za Mungu kana kwamba zinakukandamiza. Mungu akisema usiibe. Usiibe. Yaani unaona Mungu amenikandamiza sana. Kwa sababu pia wewe kuna kitu unataka uibe, lakini unasikia kuna vile usiibe. Yaani kama hiyo amri haingekuwepo ungekuwa mwizi. Haitakiwi hivyo. Inatakikana hata kwamba hata kama amri za Mungu hazipo, hauwezi kufanya kinyume. Hebu nisaidie 2:14 Warumi. 2:14 kitabu cha Warumi. Sasa ndio tuelekee katika sehemu ambazo nimelenga mada yangu niweze kuzungumza. Soma tusikie. Inasema hivi. Inasemaje? Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria, wafanyapo katika tabia zao yaliyo ndani ya Torati, wanafanya yaliyo ndani ya Torati, au sio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Wanakuwa wao ndio sheria kwa nafsi zao wenyewe. Hao waionyesha kazi ya Torati iliyoandikwa mioyoni mwao. Iliyoandikwa wapi? Mioyoni mwao. Maliza. Dhamiri yao ikiwashuhudia. Twende. Na mawazo yao yenyewe yakiwashtaki na kuwatetea. Kwa hivyo kuna wale mababu wa zamani, wale mababu waliotuzaa wa zamani, kado hatujaongelea hii Biblia hii, maana Biblia hii hawakuisoma. Lakini ukichunguza kutoka zamani utapata ya kwamba walikuwa na mwelekeo kuliko wale wanasoma Biblia sasa hivi. Kwa maana wale Mungu aliwaongoza katika dhamiri, aliwaongoza katika roho zao. Unaona hata wanawake
wa zamani walikuwa wanajistiri, na kama ukiona mwanamke mwenye amevaa miniskati, amevaa trosa, ameshuka nywele, walikuwa hawapo. Wamekuja hapa karibuni, na vile wamekuja hapa karibuni kwa sababu sasa dunia hayo yanafanyika sana, wanaona kana kwamba imekubaliwa na Mungu, lakini haijakubaliwa na Mungu, kwa sababu wale ni watu wa dunia na wewe ni mtu ambao umetolewa duniani, na ukishatolewa duniani unaagizwa na Mungu. Kwa hivyo hauwezi kutoka duniani ukaja kwa Mungu ukayafuata ya Mungu bila roho wa Mungu. Lazima uwe na roho wa Mungu ndio uweze kuyafuata ya Mungu. Kwa sababu ukiwa na roho ya dunia ama ule mwili wako wa asili, hautaweza kuyapokea mambo ya Mungu, kwa sababu kwako wewe ni upuzi. Sasa tumeona Yesu aliwaambia msitoke, lazima mgoje ahadi. Soma 24:49 kitabu cha Luka. Luka 24:49 kitabu cha Luka. Inasemaje? Inasema hivi. Ndio. Natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu. Nitawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu. Kaeni humu mjini. Hata mvikwe uwezo utokao juu. Lazima mvikwe uwezo utokao juu. Kwa hivyo kuna uwezo utakao toka juu, na uwezo huo ni uwezo wa Mungu. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anaweza kuyafanya ya Mungu ambaye hana uwezo wa Mungu. Kwa hivyo wanafunzi waliposumbuka na Yesu miaka hiyo, Yesu alikuja akajua hawa watu nikiwaacha hivyo hawataweza kushinda. Ndiye akawaambia mtabaki kwanza Jerusalem ili mpate uwezo. Na mimi naongea na wana matengenezo ya kwamba haitawezekana wewe kufanya ya kupasayo bila kuwa na uwezo unaotoka juu. Bila kuwa na uwezo utokao juu. Kama wewe haujaupokea uwezo unaotoka juu, kibarua ambacho kiko mbele yetu utaweza kuwa miongoni mwetu. Mwisho utageuka na utakuwa adui yetu. Lakini ukipokea uwezo unaotoka juu, tutaweza kufanya kazi kubwa kwa pamoja. Sasa wakati mitume walipopata uwezo huo, ndio uliowawezesha kushinda dhambi na kuyafanya yale ambayo Mungu anataka ifanye. Kwa mtu ambaye ni wa mwilini ni ngumu sana, si rahisi. Unaona kana kwamba Mungu amekukandamiza. Sababu ukisoma 6:8 Matendo ya Mitume, 6:8 Matendo ya Mitume, 6:8 Matendo ya Mitume, inasema hivi. Inasemaje? Na Stefano akijaa neema na uwezo. Stefano akijaa nini? Neema na uwezo. Alikuwa na neema na uwezo. Na tumesoma kitabu cha 24:49 Matendo ya Mitume, kitabu cha Luka, ikasema ya kwamba lazima muvikwe uwezo utokao juu. Kwa hivyo Stefano alipata neema na nini? Na uwezo. Ndugu zangu, mnadhani ya kwamba Stefano ni kazi gani alikuwa anaifanya? Stefano alikuwa anafanya kazi ya kusema ukweli unaohusiana na watu ambao walikuwa wanadai ya kwamba wanamwabudu Mungu. Masinagogi matano, ukisoma katika hiyo 6:9 utaisoma kwa wakati wako. Masinagogi matano yaliinuka ili kujadiliana na Stefano. Biblia inasema hawangeweza kupambana na elimu aliyokuwa nayo Stefano, kwa sababu ya yule roho alikuwa ndani ya Stefano. Kwa hivyo ule uwezo utokao kwa Mungu ni roho wa Mungu. Roho wa Mungu, utakapopata roho wa Mungu, yasiyowezekana kwa watu yanawezekana kwako bila ugumu.
Amina. Bila ugumu. Stefano ako peke yake, lakini anapambana na watu wa masinagogi 5, tena wamejaa hasira juu yake. Ukisoma Matendo ya Mitume 7 kuanzia 54 utapata ya kwamba Stefano alipigwa mawe. Alipigwa mawe. Wakati alipopigwa mawe, Biblia inasema alipiga magoti, bado anapigwa mawe. Alipiga magoti na akaona mbingu zimefunuka na Yesu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Anapoomba maombi yake anasema usiwahesabie dhambi kwa sababu hawajui wanalolifanya. Kwa sababu alikuwa katika sehemu nyingine, wakati wale wanampiga mawe wako sehemu ingine, lakini uwezo huo, unafikiri utapigwa mawe 1 2 unasimama? Si kidogo uone kama wewe una roho. Unapigwa mawe 2 3 umesimama. Alafu unasema ya kwamba tusiwahesabie dhambi, badala uambie pole hata sitarudia tena. Sio kana useme sitarudia tena, niacheni, sitarudia. Lakini Stefano badala aseme sitarudia, anapigwa mawe, alafu anaona mbingu zimefunuka na Yesu amesimama na mabii, pokea roho yangu. Ipokee roho yangu. Ipokee roho yangu. Wewe unaona ni kitu rahisi? Jipime uniambie ni urahisi wa namna gani wewe unajisikia. Saa hii wakuje watu na mapanga hapa, waseme mtu yoyote hapa anadai ni mwana matengenezo, kichwa inaenda hapa. Watu watafikiri, watu watasema nilikuwa nafikiri hapa wanauza tana. Unajua kusema na mdomo na reality ni vitu mbili tofauti. Yesu anawaambia wanafunzi, muwe waaminifu hata kufa, nanyi nitawapea taji ya uzima. Mko miongoni mwao, mko miongoni mwa walioambiwa hivyo. Nasema ndio. Reality ikija, ndio utajua hapa kuna makanga, ndio utajua hapa kuna watu wa saruni, kuna madereva hapa wakati itakapokuja reality. Lakini reality ikija, wale watayafahamu ya Mungu ni watu wa rohoni na watastahili. Unajua siku moja kuna mtu ambaye alikuwa anafuga kondoo, buzi kwa senta kama hii hapa Adriva. Unajua buzi za town huwa hazina mtu ambaye anaziangalia, zinarukaruka tu, zinaenda kila mahali. Sasa kuna mzee, unajua kuna wale wazee unaonaga mzee kiatu inaenda hivi, lakini ukienda kwa akaunti yake ya benki ako na bilioni, lakini hapo huko tu na mkokojo hao wazee ako na buzi, lakini huku amejaza majumba amejenga, lakini ana buzi anafuga. Kitu yake haiwezi kupotea, na ndio akupe shilingi yake mutakezi. Itakuwa ina maana, inatokaje shilingi yake? Wako mimi nawajua. Sasa huyo buzi yake ikalogwa na gari. Sasa kuitwa mzee, buzi kalogwa na gari. Mzee akajua buzi kalogwa na gari, akaenda yeye akachukua kisu haraka ili akuje achinje buzi yake ndio ikauzwe buchari. Lakini sheria ni kwamba ili buzi iuzwe buchari, lazima yule ambaye anachinja lazima awe Muislamu. Kwa hivyo akahakikisha kuchukua kisu haraka kwa msikiti. Sasa kabisa kwa msikiti, ndio Waislamu wanasema sisi tuko tayari kukufa kwa ajili ya imani. Ni watu wa mwilini hawawezi. Wamesikia? Sasa mzee akaja na kisu, akaingia kwa msikiti,
nani Muislamu huku ndani? Sasa wanaangalia, wanaona mzee ana kisu na anauliza Muislamu ni nani? Watu wote kimya, hakuna anasema ni mimi Muislamu. Akaona wamekimya, akasema huyu wako na kakofia, wacha niende na yeye, mimi aenda nitijie buzi yangu nikauru. Akavuruta mtu mmoja hapo Muislamu na kofia yake, akaenda akamwambia, mimi buzi yangu imegongwa na nani, mimi naomba uende uchinje ndio niende nikauze kwa busari. Akasema mimi nitakata tu kichwa, lakini mimi mwingine sijui. Wewe tafuta Muislamu mwingine kwa muziki. Sasa kwenda jamaa akakata kichwa, alafu mzee akarudi kwa msikiti na kisu yeye ilikata kichwa, alafu anauliza nani Muislamu huyu? Imamu kule sema tumsifu Yesu Kristo. Waislamu wanagira sana milele na milele yako. Wakajua watachinjwa siku ya kuchinjwa. Siku ya yaani Waislamu leo tuseme tunawachinja watakuwa Wakristo. Lakini sisi hatuwezi. Kile ambacho nilikuwa nataka niseme ni ya kwamba hawa ambaye wameandikwa kwa Biblia ambaye waliuawa kwa sababu ya imani, nataka niwaambie walikuwa na uwezo unaotoka juu. Amina. Walikuwa na uwezo wa Mungu ambaye ni roho nani? Roho wa Mungu. 3:34 Mathayo. 3:34 Mathayo. Inasema hivi. Inasemaje? 3:34 Mathayo. Inasema Yohana. Samahani. Inasema hivi. Inasemaje? 3:34 Yohana inasema. Ndio. Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu, yoyote ambaye ametumwa na Mungu, huyanena maneno ya Mungu. Huyanena maneno ya Mungu. Kwa sababu hamtoi roho kwa kipimo. Kwa sababu Mungu hatoi roho kwa kipimo. Kwa hivyo wale ambaye wana roho wa Mungu, ambaye Mungu amewapa na hajawapa kwa kipimo, amekupea roho wake for fullness. Hajakupea kwa limit. Amekupea roho wake. Sasa wewe uliyepokea roho wa Mungu, yale ambaye ni ya Mungu utayafanya bila kunung'unika. Sasa mitume walipopokea uwezo unaotoka juu walikuwa tofauti sana na wana matengenezo wa sasa. Unajua kwa nini? Tuende kitabu cha Matendo ya Mitume 4. Sasa wewe hujafikia Matendo ya Mitume anza 32 mpaka 34. Wewe hujafikia kukatwa kichwa. Lakini leo Mtisi yako hapa. Kuja hapa Mtisi. Deme alikuwa ameshaniambia kuna mahali anakimbia. Kuja unasoma, kuja mtumishi hapa. Huyu. Nataka niwatumie hawa kama mfano. Soma andiko hilo. Inasema hivi. Nasemaje? Na jamii ya watu walioamini. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Twende. Wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa ndio kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe. Ndio. Bali walikuwa na vitu vyote shirika. Walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi. Inasema hivi. Ndio. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao ndio mwenye mahitaji. Kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja na nyumba waliviuza. Waliviuza. Wakaileta thamani ya vitu vile waliviuza. Wapi? Wakaiweka miguuni pa mitume. Ndio hapo. Unajua hapo utaanza sasa kujitetea. Unasikia hapo vile imesema? Imesema nini hapo? Kuuza nini? Haya sasa azeni mjadala hapo. Waliuza kiwanja wakaleta miguuni mwa mitume. Unajua biguni si pale kwa ile lori, kwa ile basi. Biguni mbali. Kusema tunaenda ni sawa. Lakini kufika ni mambo mengine. Mimi nakwambia.
Kuna kawimbo, unajua sijaweza kukolea sana kwenye nyimbo za Kristo, lakini kuna kawimbo kanaongelea kuhusu mlango barabara nyembamba inapita pitwaje. Katafute. Sasa usifikiri kutoa zaka hiyo unatuma hapa. Kwanza watu wengine hapa wanatoaga change. Usifikiri hapa kuna watu waaminifu hivyo unafikiri. Kwa sababu kama watu walikuwa waaminifu sawa na mitume. Kanisa la mitume linasemekana walikuwa na roho moja na walikuwa na vitu vyote shirika. Watu walichukua viwanja wakafanyaje? Wakaviuza. Unajua kuna watu wengine wanatumia hilo andiko tena wanaambia mtu auze kiwanja amenye anakaa na watoto. Wewe sijasema hivyo. Sijasema ukauze kiwanja yako yenye unakaa na watoto. Nimesema hivi, unajua kila mtu ana kiwanja yake, saburi yake. Mimi hata sina. Sasa kama nikuuza viwanja nitauza gani? Lakini ina maana unaposikia kuuza kiwanja ni mtu ambaye anajitoa kikamilifu. Kitu ambacho ni cha dhamana kwake anaweza kukitoa kwa sababu ya kazi ya Mungu. Na hakuna mtu anaweza kufanya hiyo, mtu wa mwilini. Mtu wa mwilini atanunua kiti ya shilingi 1,100. Lakini atatoa zaka ya shilingi 500. Huyo anadanganya tu. Haya hivi kama unafanyanga hivyo, enda kule ambako pengine unaweza kutumia pesa zako tu, hata kama ni kule unaone basi. Lakini wakati umeamua kuja baada hii ya Mungu, walijua ya kwamba vitu vyote ambavyo walivyokuwa navyo havikuwa vyao. Walijua ya kwamba vyote vilikuwa vya Mungu. Sasa niita Mutesia na huyu brother, ninataka kutoa kwao mfano wa hawa wajumbe. Kama nyinyi mumeamua kuwa wana matengenezo wa kweli, na wajumbe hawa pengine kwa nyumba yao kuna mmoja wao analia, Yesu akija atalipisha kama ni yeye alibaniwa. Kwa sababu wale ambao walikuwa na roho wa Mungu walifanya vitu zao wakaweka miguuni mwa mitume waliweka. Unaona kile mstari wa hapo Matendo ya Mitume 5 inaongelea nani hapo? Anania na Safira. Anania kwa sababu gani alikufa? Aliuza kiwanja akaficha na anaambiwa hakikuwa chako. Kwa hivyo huyu Anania alikuwa hajapata roho nani? Wa Mungu. Hakuwa amepata roho wa Mungu. Kwa hivyo mimi kile ambacho sasa nataka uelewe ni ya kwamba kama watu wamepokea roho wa Mungu, kabla hawajangojea kukatwa kichwa, mjipime na namna gani wale wanaopeleka ujumbe. Kama wako kwa hali gani? Kwa sababu kile ambacho unajua, sitaki kuongea vitu nyingi za ndani kwa sababu mimi nimeingia kwa watu wengi ambao ni wajumbe. Nimeenda pale Meru nikaingia kwa anaitwa nani? Boniface. Wengi na sitaki kuongea sana. Hebu niwaeleze kazi ambayo wajumbe wanafanya kwa sasa, ndio wanaitwa mitume kwa leo. Wale ambao wamesikia wito huo, walio na roho wa Mungu, kabla hawajakatwa kichwa. Nao wajumbe si ati ya kwamba wanawekewa vitu kwa miguu yao wakanunue korofa, wakanunue pulado. Wanatakikana wanaenda kuhubiri na kile kimewekwa miguuni mwao. Sasa huyu Mutesia ile si gari yako ama ni gani? Ni yako. Ile gari ya Mutesia ni ya Bieni, inaweza kubeba spika ngapi? Inatakikana uende shule ukasome. Ile gari ya Mutesia itabeba spika ngapi hiyo? Sasa ni ujumbe gani ambao Mutesia atapeleka? Ujumbe anao, lakini namna ya kupeleka ujumbe wake, mnaona unakaaje? Tufanye press up. Ni ngapi? Hiyo ni kitu ambao unahitajika
kujua. Na shida haiko kwa Mutesia, shida iko kwa wale ambao hawa ni watu wengi sana. Msianze kuleta hapa tu maneno sijui ati nilikuwa ile kitu mmefanya nyinyi, mumeuza viwanja na mkazuia. Nyinyi na huyo wamesomwa hapo, hakuna tofauti. Ni watu wangapi ambao leo hawataki kuwa kama nani? Soma hapo. Inasema hivi. Ndio 5:1. Lakini mtu mmoja jina lake Anania na nani pamoja na Safira mkewe. Sasa ni watu wangapi leo? Kwa sababu tukishapata uwezo utokao juu, tutajua ya kwamba kila kitu tulicho nacho si cha Mungu, na tuna muda mchache sana wa kukaa duniani. Kama unataka kujenga ghorofa, jua ya kwamba wewe una muda wa kukaa duniani. Lakini wale ambao wanasema hatuna muda tena, wanasema mimi mambo ya dunia hii nimeona kama hasara kwangu, nimehesabu kama mavi, kwa sababu nishajua kuna mahali tunaenda. Lakini kama wewe bado unakaa, ina maana unafikiria vile utajenga ghorofa, lakini yule anaenda atafikiri vile kazi itaenda. Ni watu wangapi hapa wako na roho wa Mungu ambao wanasema ya kwamba Mungu tujalie tuweze kuwa tunaangazia tu kwenda mbinguni na kuyatoa yote uliotukabidhi ili kufanya kazi yako iweze kumalizika kwa haraka. Mkono juu namna hii, kaeni watumishi, tuombe. Na ukichukua mkono juu wa ukweli, usichukue mkono juu wa uongo. Unasema ya kwamba mimi sasa ni mwana matengenezo ambaye nimeamua mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu. Mimi na vitu vyangu vitakuwa ni vitu vya Mungu. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya makambi ya hapa Adilifa. Watu wako wamesikia ujumbe siku ya leo, wamekiri ya kwamba wamejitoa kikamilifu kwako. Bwana, wawezeshe kile ambacho wameshindwa kukiweza. Tumeona ya kwamba yako yanajulikana watu wa rohoni. Tupe roho wako wale ambao Bwana unahitaji waweze kuwa wako. Jina lako liweze kutukuzwa kwa sababu utayatimiza. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amina. Amina. Mungu awabariki. Asante sana mtumishi kwa ajili ya neno ambalo linagusa mioyo. Tunashukuru kwa sababu ya kipindi hicho ambacho kimepita. Sasa hivi ni masaa ya kwenda kwa ajili ya mankuli ya mchana, na muda wetu umeenda, lakini kile ningependa kusema ni kwamba kuna kitabu hapa ambacho ukiandika mafunzo kama ni chako kuja kuchukua, na yote hapa kuna kitu ambacho kimepotea, tafadhali kwamba msilete hapa mbele ili wenyewe wapate usipata. Sijui kule jikoni kama wako tayari. Naomba ya kwamba kabla tuendelee kuelekea pale, watoto ndio tutawapatia nafasi ya kwanza, alafu sisi watu wazima tutapata kufuata nyuma. Kuna simu yangu hapa. Nimeshangaa iko wapi ndio kweli. Hii. Kwa hivyo tunaondoka kwenda mankuli ya mjana, lakini naarifiwa ya kwamba pale chumba cha kina dada kuna watu ambao wanachukua vitu za wengine. Tafadhali